Bwana Yesu asifiwe. Shalom mtu wa Mungu. Kuna video kama mbili hivi nataka nikuonyesha hapa. Alafu baada ya kuonyesha hizi video kuna kitu nataka kukiongea kidogo. Video ya kwanza hii hapa. Hii hapa. Na video ya pili hii hapa. Kama riziki zangu zimefungwa, basi nipe kwa ajili ya familia yangu, maana mimi ndo nawatunza, mategemeo yao yote yapo kwangu. Kuna muda sipokei simu ya mama, maana muda wote nasema sina, sauti yake inanipa huruma. Baada ya kuona video hizi mbili, kuna jambo napenda niongee kidogo. Lakini kabla ya kuongea, naomba nishukuru hawa watu wachache. Namshukuru sana ndugu mmoja anaitwa Abel Kiandi, kwa sababu ni mtu alikuwa ananifuatilia, namfahamu, lakini alikuwa akinifuatilia na siku moja akawa ameniita ofisini kwake. Alijulisha kwanza kwamba yuko Dubai na akirudi angependa tuonane. Na kweli tulifika ofisini kwake mimi na mdogo wangu, na tulipofika alinipa zawadi ambayo ni mmoja ya vitu ambavyo vinapelekea mimi nisimame hivi na saa zingine naweza nikaonekana hivi nikiwa naongea. Na hii ilinipa ujasiri kwamba kila kitu unachofanya usifanye katika uoga, kwa sababu unaweza ukawa unafanya katika udhaifu fulani, lakini watu wanakuona tofauti sana. Kwa hiyo nashukuru ndugu yangu Abel, na mpaka sasa hivi tuna mchakato wa mambo mazuri baina yangu mimi na yeye. Nashukuru kwa support yake, na vile vile namshukuru ndugu Anton. Huyu ni bwana ambaye ni rafiki yangu wa muda mrefu, na sasa hivi tuna mkutano ambao ameiandaa, na yeye akiwa ni mwandaaji wa huu mkutano. Kwa nini nimeamua kuongelea haya? Nataka niongee jambo fulani na utanielewa kwa nini nimekuonyesha zile video mbili za awali. Lakini vile vile namshukuru ndugu mmoja anaitwa Odhiambo. Huyu bwana ni kijana mmoja yuko chap sana. Kwa hiyo namfurahia na Mungu amtunze. Huyu ndugu Anton ameandaa mkutano fulani nyumbani kule kijijini nakotoka mimi, na akaniambia, bwana wewe utakuwa mwalimu. Na sikuwa najiona katika ukubwa huo, lakini namshukuru Mungu aliyewezesha na akaruhusu moyo wa Anton kuwa mwandaaji wa hili jambo na kuniamini katika hili. Turudi hapo mwanzo. Kwa nini nimeonyesha ile video au zile video mbili? Zile video mbili nilizoonyesha ni ya familia yangu mimi, na ni video ambazo huyu aliyeonekana kwenye video ukiona nafanana naye ni mimi. Nikisema ni mimi, ambao wanajua au wanaonifahamu vizuri ndio wanajua ukweli wa hizo video, ila nimesema ni mimi kwa sababu ni kipindi cha nyuma. Na hizi video mbili aliyezitengeneza, sijui kama alikuwa anajua anazitengeneza katika uzito huu ambao mimi nazichukulia hizi video. Ni video ambazo huwa kila nikiona najikuta wa kutafakari sana mambo mengi, najihisi au najikuta ni mtu mwenye maumivu kiasi fulani. Sio rahisi kunielewa, lakini wanaonifahamu, wanaoangalia hii video watakuwa wananielewa vizuri zaidi. Katika hii hatua ya kufanya kazi ya Mungu, mimi binafsi sijaianza leo, na kuna video niliwahi kutoa hapa kwamba sikuhubiriwa kuamini Ukristo na kuanza kutangaza neno la Mungu. Mimi nilijisikia ndani yangu. Na kwa nini nilijisikia? Nilijisikia kwa sababu
ya vitu kadhaa ambavyo kwenye video zilizopita niliwahi kuongea kwamba mtu anaweza kujisikia kutokana na mizigo alionayo akaamua kumfuata Mungu au kuishi Mungu kwa sababu anaona huu mzigo siwezi mwenyewe. Mzigo unaweza ukawa ni mwepesi kama una thamani nzuri ya kuuzika, au ni mzigo wa pesa, au mzigo ambao unamfariji mtu. Lakini mzigo ambao una maumivu haujawahi kuwa mwepesi. Ni rahisi mtu kupambana na mzigo au mfuko wa pesa au mfuko wa dhahabu, hata kama ni nzito kiasi gani, lakini anaweza kupambana nayo hata kwa kuvuta. Lakini sio rahisi mtu kukubali kuteseka na mzigo wa msumari kichwani, hata kama hauna uzito kivile, lakini kwa kuwa unamchoma lazima atashirikisha mtu mwingine amsaidie kubeba. Mzigo ambao ni mzito lazima utatafuta msaada, utatafuta kusaidiwa. Nilipoona mzigo wangu ni mzito, nilianza mwenyewe kuchukua hatua. Mpaka leo sio kwamba nipo kwenye ubora huu ambao nautafuta, na najaribu kuendelea kujifunza kwa watu wengine. Mimi napenda kuangalia video za wahubiri wengine wakubwa, na mara nyingi mimi nisiseme uongo kwa kweli. Napenda niwe mkweli hata kama nitamkwaza mtu, lakini napenda niwe mkweli kwa sababu ukweli ndio unamweka mtu huru, na sitaki kuishi kwa kujificha. Napenda kujifunza kwa mtumishi mmoja anaitwa Mamposa. Namkubali toka nikiwa kijijini hata nakuja mjini, napenda kujifunza kwake. Sijali ni kwa namna gani unaweza ukanifikiria, lakini napenda niwe mkweli. Napenda kujifunza kwake sana sana sana, na kuna vitu vingi vinanivutia kwake, na napenda, Waswahili wanasema kuwa role model, wazungu sijui ndivyo, kuwa role model wa mtu fulani ni mtu ananivutia. Kwa hata kama utakatisha video yangu kwa sababu umesikia nimesema hilo, lakini nimeongea ule ukweli. Wapendwa, au wewe unayenitazama, kusema ukweli, mimi nilipoona mzigo wangu ni mzito, niliamua kumtafuta Kristo. Na ninaposema mzito, au kuwa mzito wa kawaida, kwa sababu hizi video nilizokuonyesha yanazungumza kuhusu nyumbani, yanazungumza juu yangu na familia yangu. Na ukweli ni kwamba sisi hatukustahili kuishi hivyo. Hatukustahili kuwa hivyo, kuwa na maisha hayo, wala hatukustahili kulalamika. Kama Mungu angeingia kwenye familia yetu mapema na tukamjua, au kuna vitu vikadhibitiwa mapema, pengine sisi tungekuwa na maisha ya mfano sana, kwa sababu familia yetu ni familia iliyobarikiwa sana. Uwezo wa mali haikwepo, lakini familia ambayo ilistahili kuwa na mali, kwa sababu ni familia ambayo imebarikiwa kuwa na ujuzi, kuwa na uwezo, kuwa na nguvu, lakini vile vile ilikuwa ni familia ya kitumishi. Ilikuwa ni familia ambayo ni ya kitumishi, familia ambayo ina ajira ndani yake, lakini ni familia ambayo imekuja kupitia changamoto nyingi sana, changamoto za mateso, maradhi, yaani kila aina ya jaribu ambalo unaweza ukalifanyia mfano, basi hauwezi ukakosa kuizungumzia familia yangu. Kwa hiyo mimi nilipoamua kuanza kutangaza Ukristo, haikuwa jambo la bahati mbaya. Nakutana na changamoto nyingi, na hizi ni sehemu yangu ya kujifunza. Kuna wakati nilikuwa nakata tamaa, lakini una mafunzo waga napata kwa watu wengine ambayo yananipa moyo na ujasiri. Kudharauliwa, kutukanwa, fanyeje, kubezwa. Kuna wakati nilikuwa nakata tamaa, lakini nilipovaa ujasiri, leo niko hapa. Nilipo leo sio pakubwa sana, sio pakubwa sana, lakini kusema ukweli nauona ukubwa ndani yangu. Haijalishi huo ukubwa unakuja kwa namna gani. Haujalishi huo ukubwa utakuja nikiwa hai au nikiwa pale hatua ya mwisho kaburini au kwenye jeneza, lakini nauona ukubwa ndani yangu. Nauona ukubwa kwenye safari yangu. Kwa nini nimesema ukubwa wa kwenye jeneza? Nimeona watu wengine wakiishi katika udhaifu sana, lakini wakiinuliwa pale ambapo safari yao inakuwa mwisho. Wanaweza wakawa na support, wengine wanaweza wakawa na support mwanzo, lakini mwisho ikawa ni aibu. Lakini kuna wengine wanakosa support kabisa, wakapambana hivi wenyewe
lakini mwisho wa siku katika safari yao ya mwisho unashangaa ni watu wanaoheshimiwa, watu ambao kumbe walikuwa na watu nyuma yao. Hii waga inatokea. Kwa hiyo mimi naona ukubwa ndani yangu na nauishi huo ukubwa na naupambania huo ukubwa. Tumekutana na mambo mengi sana. Hizi video mbili hazijawahi kuacha moyo wangu kwa amani. Zimenipa nguvu ya kujituma na kuutafuta ukweli uliojificha kwenye maisha yangu, na ukweli ni mmoja tu: lazima kufanikiwa kupo. Mishale tuliyoyapita, vikwazo tulivyovipita vinatufanya leo tusitishwe na maneno ya kejeli, matusi na dharau. Tumepita mazingira magumu mpaka kufika hii leo. Haijawa rahisi. Na kuombea hata wewe ambaye unanitazama sasa, na kuombea hata wewe ambaye umekuwa ni sehemu yangu muda wote, umekuwa ni supporter wangu, umekuwa ni mtu ambaye hujawahi kukaa nyuma, hujawahi kutulia. Pale unapoona video yangu lazima utasema neno lililo jema, lazima hata kama huja comment, lakini moyoni mwako utasema namwombea Pasco afike sehemu fulani. Mungu akubariki sana. Niliposhirikishwa habari ya kwenda kuwa mwalimu, kwa sababu mimi napenda walimu. Kusema kweli, mimi napenda walimu, na ndio maana nikasema mimi napenda kujifunza sana kwa mtumishi huyo anaitwa Mamposa, kwa sababu napenda anavyofundisha. Mimi mambo mengine kuhusu yeye sijui na sitaki kujua, kwa sababu hazinihusu. Ninachonihusu ni moja tu, kwamba mimi natamani kufika level fulani na napenda kujifunza kwake. Kila mwalimu ana namna yake. Mimi nina baba yangu wa imani. Nina baba wawili sasa wa imani. Nina baba ambaye najifunza kwake pia, ambaye ni bishop, anaitwa Jeremia Onyanyi, huko kijijini nyumbani, na kila nikifika lazima nihakikishe nafika kwake, kwenye kanisa lake, nyumbani kwake, kwa sababu napenda kujifunza kwake. Lakini vile vile nina baba wa imani ambaye nilikutana naye hapa Dar es Salaam. Nilipofika, bahati nzuri Mungu akatukutanisha, na napenda kujifunza sana kwake. Anaitwa Victor Kisi, ambaye naabudu pia kwake, kanisani kwake, kwenye huduma yake pale Gongo la Mboto, na kukaribisha pia. Napenda sana, lakini hili alinizuia kuongea kile ambacho najisikia ndani yangu. Mimi ni mwalimu, napenda walimu, na hata baba yangu wa imani Bishop Victor aliniambia, bwana, wewe naona kwenye walimu ndio upo sana, wewe sio mhubiri. Japokuwa ukishakuwa mwalimu, ukishakuwa katika huduma ya Injili, wewe ni mhubiri, mwalimu hivyo hivyo, lakini mimi sekta yangu ni walimu sana, napenda kufundisha. Kwa hiyo niliposhirikishwa habari ya kwenda kufundisha au kusimama madhabahuni kwa kufundisha kijijini, nyumbani Nyambogo, hii haikunishtua sana, lakini nilishangaa, lakini nafurahia. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii pia. Hii ni huduma inaenda, ni mwezi wa 10 kama tulivyoona kwenye mabango, na nashukuru nasikia huko ndugu Odhiambo anapambana kutembeza bango zetu hizo vipeperushi, na tunatamani iwe kubwa zaidi ya vile tunavyotarajia sisi au vile tunavyotazamia sisi. Kwa hiyo kama wewe utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine, basi unaweza ukafanyika baraka kwenye huo mkutano. Kwa hiyo nikualike tu wewe ambao utakuwa kijiji jirani, usikose. Uliza kuhusu huu mkutano, uliza kuhusu tarehe na siku, usichoke. Lakini pia alika watu wengine. Wewe ni mwimbaji, wewe ni msimamizi wa kanisa fulani, tuwasiliane au wasiliana na ndugu Anton au ndugu Odhiambo. Tukutane pale, tufanye kazi ya Mungu kwa ushirikiano. Hakuna mipaka ya dini yoyote hapa za Kikristo, lakini hakuna mipaka ya dini yoyote ya Kikristo. Wote mnakaribishwa, waimbaji wote, kwaya, waimbaji binafsi. Jisikie amani, jisikie huru, na Mungu akubariki wewe ambaye unajiandaa kwa ajili ya kufika kwenye huu mkutano. Wewe ambaye mkono wako utakuwepo hapo kwa namna moja au nyingine, kwa kuisupport mkutano, barikiwe sana. Wewe ambaye pia unasubiria mpaka uone, pia vizuri, subiri tu kwanza mpaka uone, ndipo fanya hicho unachotaka kufanya na Mungu akubariki sana. Asanteni, nashukuru, na naamini kwamba hii haitotuacha bure. Kuna kitu lazima tutoke nacho, na hii itaenda kuwa mwanzo mzuri, na lazima huo ni mwanzo wenye matokeo. Asante na mbarikiwe sana.